Bana we. Huyu mshenzi anafaidi huyu. Hii haikubaliki. Lazima niipeleke kwenye baraza la upekuzi tukachakate. Ndugu yangu Robot, nimekuja hapa kwa dharura. Kukupa mifumo ya upekuzi. Habari gani? Hii dunia wanasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Nderule. Ndio sasa naenda kwenye point kwa sababu ukishaanza kuzunguka ndugu yangu na kufahamu na mambo sana. Mimi na mambo mengi ambayo nafahamu kuhusu Anita. Lakini naogopa kuongea. Hapana, usiogope. Naomba uniambie. Anita na mahusiano na kijana mmoja hapa kijijini. Na nani? Na kijana mmoja anaitwa Hans. Anaitwa Hans? Ndio. Huyu Hansi ni Hansi nimfahamu mimi au kuna Hansi mwingine? Ndio huyo Hansi unayemfahamu. Na yeye ndo anafanya Anita apoteze mwelekeo. Mimi nashukuru kwa taarifa. Mambo gani ndugu yangu? Wahenga wanasema mtoto kafia geto. Wewe, kuna makao umevusha demo umefia geto? Wewe wapi? Uko wapi ndugu yangu? Huwezi kuamini. Nimemkuta Hansi. Yule Hansi choka mbaya yule. Ndiyo. Nafikiri unamfahamu vizuri. Namfahamu vizuri ndio. Yuko na binti mkali. Lile dada limetokea mjini. Lile dada linaishi pale kwa yule marehemu mzee Baragoma pale. Umejuaje? Na nikiwa nahitaji taarifa naomba ushirikiano na wewe. Sawa. Mimi naomba nikuache niendelee na shughuli zingine. Basi mimi nashukuru. Karibu sana. Sawa. Mwanangu wako kabisa yani Hansi amemkumbatia, wanapakatana live mchana kweupe kwenye ziwa. Na yule dada akamshika kulikasema Usesa sikia. Umeanza mambo yako ambayo gaspendi mimi. Na hivi karibuni nitakuja kuvaa dela mwanangu. Mimi waga sifagili pigo za kama hizo, wewe mwenyewe unajua. Sikia nikwambie ndugu yangu. Sio umbea. Mimi ni mpekuzi. Kwanza toka. Usesa nyumbani kwangu kama utakuwa na pigo kama hizo. Oya mwanangu mimi sitaki kukuona. Njoo niletee michongo ya hela mimi nikapiga nipate hela. Masuala kufuatilia mambo ya watu spendi. Toka bwana unaniharibia taarifa za upekuzi. Toka. Unaniharibia ratiba zangu. Mimi kuna sehemu nilikuwa naelekea. Asu unaponiletea masuala ya ushambengu sijui wewe mwanangu na mwanangu da. Mimi nitakununulia dela. Mwanangu unanitusi mimi? Toka kwanza. Unanitusi? Oya toka. Sema nini mwanangu? Nini? Mimi naondoka ila unazingua. Sepa nazingua. Karibu sana ndugu yangu. Si unajua leo siku ya ibada. Kwa lazima watu tutupie, bring mambo namna hii. Uko vizuri. Tunazingatia. Lazima watu tupate ibada bwana. Uko sawa. Niambie ndugu yangu. Lakini Lusesa unaniangusha ndugu yangu. Unajua ndugu yangu Adati, mimi nataka tuongee kitu kimoja. Sawa. Kuhusiana ile jambo lilonituma, nimepambana sana. Nimeongea na Anita zaidi ya mara moja. Huwezi amini. Anita haeleweki. Lusesa, unajua mimi nakuamini sana katika haya mambo. Yaani mimi nafsi yangu mimi nimeongea sana na Anita, lakini anaingilia Mbagala, anatokea Kariakoo. Vipi? Unaumwa? Baby, najisikia vibaya. Una shida gani? Unaumwa? Ndio.
Baby, na mimba. Na hii mimba ni ya kwako. Anaingilia Kigoma, anatokea Mwanza. Na hisi Anita atakuwa amekula kisigino cha nyani, sio kawaida. Sasa kama wewe vinakushinda kweli na ninakuamini, mastermind, mzee wa plani, jamani, baba, mbona unaniangusha baba? Vipi? Kuna kitu kinakushinda kweli wewe? Ndugu yangu, nimepambana, nimetumia my brain, nimefanya na utafiti wangu na zile mbio zangu unazozijua lakini imeshindikana. Ndugu yangu, na sielewi kule mjini mlikuwa mnaishishi vipi? Sasa Lusesa, wewe ni mzee wa kupekenyua, mzee wa kuyadadavua. Sasa hili swala linakushindaje wakati ni swala dogo? Na mimi mjini nilivyokuwa naishi na Anita tulikuwa tunaishi vizuri. Sasa mbona Anita na sura ya upole, jicho lenyewe lilembuaga akifanya hivi, si unajua tena mimi ndo nakufa yani. Sasa amekuja huko yani simuelewi. Sasa wewe nakutegemea wewe unipatie mimi data kamili. Ndugu yangu, mimi ni mzee kweli wa kupekenyua, ni mzee wa kufight. Lakini hapa baba, kwenye kila kichwa, kwenye kile kichwa, nimechemka. Nimepambana. Mtoto haelewi, mke wako haelewi. Kiufupi, sijui nikwambieje, lakini nafikiri utakuwa umenielewa. Lusesa, hapo ndipo napozidi kupasua moyo wangu. Yaani nategemea faraja kutoka kwako, bado tena unazidi kutoboa. Yaani kidonda unakitia msumari. Lusesa, umeanza baba mambo yako. Hebu nakuomba fuatilia hili jambo vizuri. Si? Bila kupoteza muda, wacha mimi nikapata ibada. Sawa. Ila nakuahidi, ndani ya muda mfupi tu utajua. Kweli? Basi kikubwa ni kufanikiwa. Sawa. Kikubwa ni kufanikiwa. Sawa. Na mimi nakutakia kila la heri. Sawa. Basi msalimie Shaisa huko. Basi inshallah. Tunasema inshallah. Mambo hayo. Lusesa. Kwanza hilo ni jambo jema. Pia katika hali hiyo haitakiwi uwe na msongo wa mawazo. Kwa hiyo nenda kapumzike. Sawa. Kiukweli nakuhurumia sana kutokana na mambo anayokufanyia Anita. Paka muda huu unavyokuambia, Anita ni mjamzito, ana ujauzito wa Hansi. Na huyo Hansi mwenyewe hana lamani hapa kijijini. Yaani yupo tu anazurula. Zaidi tu ya kokota makopo, hamna kazi nyingine. Yaani sielewi maisha yake atakuwaje rafiki yangu. Sielewi paka dakika hii. Tina, mimi nikushukuru kwa ushirikiano wako. Haya ni maajabu ya jogoo kumeza karanga bila kutafuna, au panya kutafuna pilipili. Wakati mwingine nguruwe kuvunja jino ni ugonjwa wa kujitakia. Sawa? Ndiyo. Hii ni dunia tu, na siku zote mbio za sakafuni waga zinaishia ukingoni. Kwa hiyo mimi nikisema naipinga hii hali nitakuwa najipa sonona, nitajipa msongo wa mawazo. Na nguruwe kuvunja jino pia ni ugonjwa wa kujitakia. Kwa hiyo yeye kama ameamua kupita katika hiyo njia na amemkuta hayo, mimi fresh tu. Kwa sababu taarifa zote hazijamsingizia, zipo katika mlolongo ule ule. Kwa hiyo wengi wape. Inaniuma kwa namna moja au nyingine, lakini no way out. Acha iwe. Si anataka mwenyewe. Haya, Tina. Mimi naenda. Sawa. Nakushukuru kwa ushirikiano wako. Hivi una akili kweli? Yaani kutoka na maskini umeona haitoshi, umeona umbebe na mimba kabisa. Usimwite maskini. Ni maskini kwa sababu hana mbele wala nyuma, atakusaidia nini wewe? Hivi kati ya wewe na Hansi mna tofauti gani kimaisha? Sasa umeamua kunitukana, si ndio? Utajua mwenyewe. Nataka uniambie A mpaka Z, Hansi ni nani yako? Hansi? Hansi yupo na mzungumzia. Unajifanya umjui Hansi wewe, si ndio? Yaani wewe unamwaga povu la sabuni katika sakafu yenye simenti alafu unapita mbio, unategemea nini? Nakuuliza wewe unategemea nini? Nataka uniambie Hansi ni nani kwako. Niambie mara moja. Hapana. Nimeambiwa kila kitu. Nimeambiwa kila kitu. Zaidi ya mtu mmoja ananiambia kwamba una mahusiano na Hansi. Anita, usitaki nipate sonona wala vidonda vya tumbo. Sawa? Nataka uniambie vizuri, nikikasirika hapa Anita, nitakufanya kitu kibaya. Nitachuma fimbo za kijiji chote, nitakutandika nazo zote. Niambie Hansi ni nani kwako? Niambie Hansi ni nani?